Sikiliza nikwambie kitu kimoja kile. Mimi binafsi sina kipingamizi kabisa katika maelezo yako. Na nataka nikuahidi kitu kimoja. Kwamba nitakuwa bega kwa bega na wewe katika kuhakikisha tunakamilisha kila kitu katika yale yote tuliyokusudia kuyafanya. Sawa. Asante sana na mimi pia napenda kutoa shukrani zako za dhati kwa wewe ni mtu pekee ambaye nakutegemea na ni mtu ambaye unanisukuma katika maisha. Na ni mtu ambaye naweza kusema ni baba yangu pekee ambaye umebaki kwa hivi sasa. Kwa hiyo nakutegemea wewe kwa kila kitu. Sababu sina baba mwingine zaidi yako wewe kwa hivi sasa. Maneno unayozungumza ni ya msingi sana KP. Lakini unapaswa kujua kwamba hata mimi nafanya yote haya kwa ajili ya kulipa fadhila tu. Labda nikwambie kitu kimoja. Wakati wa uhai wa baba yako alinisaidia katika mambo mengi sana. Pamoja na kwamba yote ninayoyafanya wewe unayaona makubwa, lakini kwangu mimi sio chochote. Sidhani kama inafika hata nusu ya ungwana alionifanyia marehemu mzazi wako. Na kitu kingine ambacho kinanipa nguvu na kunipa faraja kila siku, hata baada ya kufariki baba yako, ulipokuja wewe kuchukua madaraka, bado ulinipa thamani na heshima ile ile ambayo alikuwa akinipa mzee wako. Sasa kwa kuwa tumefikia hapo tulipofika, nataka nikuulize swali moja. Wakati ni wako mzee. Uliza hatukushinda. KB, mara zote nilikuwa nikikusisitiza uoe. Lakini zilikuwa kila siku unaniambia natafuta mke mwema, mke mwadilifu. Sasa kipindi hiki ghafla umechechamaa katika masuala ya ndoa. Ndio hapo napata shaka. Je, umempata yule mke mwema au baada ya kusubiri sana basi umeona tu uoe mwanamke yote? Labda shindo nikutoe hofu. Ondoa shaka kuswala mke ambaye nimempata hivi sasa. Naweza kusema ni mke ambaye nilikuwa namtafuta kwa kipindi kirefu sana. Kwa sababu nimefanya kazi ngumu sana mpaka kuja kumpata huyo mwanamke. Naamini yeye atakuwa ni mke mwema kwangu mimi, tena mwenye busara zake, na naamini atakuwa ananipenda tena kwa dhati. Isitoshe, kikubwa zaidi kinachonipa nguvu ni mchapakazi. That's good. Kwa hiyo ana sifa zote za kuitwa mke. Kama maelezo yote uliyoyatoa yako sahihi, basi mimi nichukue fursa hii kukupa hongera. Asante sana. Na ni vyema ukachukua na wewe fursa hiyo pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuchagulia mke mwema. Shukrani hizi kwetu sisi sote kwa sababu wewe ndio changamoto na wewe ndio umenisukuma mpaka kuweza kutafuta huyu mke. Ila kuna kitu kimoja nitakutaka radhi sana. Kwa sababu nimekifanya pasipokuwa na ridhaa yako na sijakushauri. Nimefanikiwa kumvisha pete yule binti. Na pia nimeshazungumza na dada yake, anaenda kuwapa taarifa kwa kijijini kwao. Kwa kuwa ulipoanza kutoa maelezo hayo ulitanguliza samahani, basi itakuwa sio vizuri kama nitaongea chochote. Labda tu niseme nimekusamehe katika hilo. Lakini KB, unaposikia ndoa sio masiara bwana. Mbona haya mambo unayapeleka haraka sana? Ni baada ya kuona safari yangu imesogea, nikaona bora ni swala nimalize mapema ili nikisafiri najua nimeacha mke nyumbani. Kwa hiyo bora uoe. Nikaona bora niondoka. Nimeondoka. Sawa. Basi mimi nafikiri tumefikia pazuri. Ni vyema ungeniacha nikamilishe mikataba ya jamaa. Na mimi nashukuru, basi acha niingie ofisini. Poa. Nasema kuambia mimi kitu kimoja hivi. Kile kilio ambacho ulikuwa ukikililia kila siku kwa Mwenyezi Mungu, leo hii ameweza kusikia na ameweza kukusaidia. Kwa kile kipindi ambacho wewe unalilia swala kupata mume. Mume umempata. Unatakiwa wewe kwa upande wako, unatakiwa usipoteze hiyo nafasi. Unatakiwa ukane kabisa na marafiki wa ajabu ambao wanaona kwamba wanaweza kukaribia malengo yako, pia wanaweza kukaribia maisha yako. Kinachotakiwa wewe ni kuwa makini na mambo yako.
Tena afadhali mwambie huyo. Maana nikimwambia mimi ananidharau. Umemsikia shemeji yako anavyosema? Nimewasikia shemeji. Mimi siwezi kwenda na waidi. Siwezi kwenda kinyume na hivyo mliponiambia. Right. Kitu kingine tunaongeza. Leo hii tuliongea hapa na baba mdogo kuhusiana na mpango mzima mambo yako. Na kwa upande wa KB anaomba radhi sana. Hili swala lifanyike haraka iwezekanavyo. Kwa sababu anaweza kusafiri katika hizo siku mbili za usoni. Anaenda wapi? Mimi sifahamu. Nitakuniambia hajakwambia kuelekea? Mimi hakuniambia, ndio maana nashangaa, lakini itakuwa anatania. Kwa ile hali yake aende wapi? Dora. Hivi ni kweli KB msukuma mkokoteni au unatutania nyewe? Dabra naona unataka kunirudi. Umeona na KB karibia mara 3. Na unajua kazi yake nini leo unaniuliza hivi? Kwa nini mkutanie sasa? Maana alipokuja leo ni amependezaje? Shoot ananukia perfume, sio uvundo tena. Usiniambie. Alafu amekuja na bonge ya gari. Gari? Aitoe wapi msimtanie bwana? Ni kweli amekuja na gari hapa. Hata sisi wenyewe tumeshangaa. Umeona kwamba ameingia na gari hapa nyumbani. Amekuja mida saa ngapi kwanza? Sikose kama nilikuwa ni saa 2 asubuhi. Usiniambie KB baada ya kutoka nyumbani ndo amekuja hapa. Maana nyumbani amekuja asubuhi. Inawezekana. Tena amekuja kunivisha pete. Iko hapa. Ongera. Haya mama, Napaswa kumshukuru Mungu sana tu. Yaani wewe unapaswa kumshukuru Mungu. Sasa shemeji, kitu kingine ambacho pia kinaweza kuwa ni muhimu au ni kingao katika maisha yako. Unajua ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kuwa katika mazingira kama hayo jamaa. Huyu jamaa anaweza kusema ni mtu wa ajabu. Hakuna mwanamume ambaye atakajitokeza leo akakuvalisha pete na akajenga mahusiano kama hayo ya dhati kwako. Sasa uko mkini sana. Shida kaiyo. Aiona asema anacheka si maskini, bali kulala maskini kwa hiyo ndio bora. Hata sijamsikiza maneno yake. Kwanza kinyume. Yaani mimi bado nafikiria anasema anakusafiri. Lakini si ana wazazi wake. Hata kama kusafiri lakini mahusiano mapenzi yako pale pale. Inatakiwa wewe kuamini kwamba bado ni mtu wako na atazidi kuwa mtu wako. Kwa sababu hata kusafiri bibi anaenda kuona wazazi wake. Hauwezi jua labda tutakuwa tunapitia mambo yake kimaisha zaidi. Huwezi kujua. Tusubiri tutaona. Sasa mimi niko ndani kidogo, kuna kazi ndio naifanya. Kama dakika 5 nakuja. Okay. Sio msukuma mkokoteni. Ndio tu nimependa basi. Mimi naiona kweli ilipita. Anacheka cheka kinafu. Kwa niaba ya familia ningependa kutoa shukrani za dhati kwa nyinyi wageni mliotufikia. Baada ya hapo ningependa kukaribisha Bwana Mshindo kwa maongezi. Karibu sana. Binafsi nashukuru sana Bwana Maganga pamoja na familia kwa ujumla. Na mimi pia ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha kikao chetu kimefanyika leo kama tulivyokusudia. Lakini kama ulipotangulia kusema pale awali, nafikiri nafahamika kwamba barua yetu mliisoma, baadaye mkatuletea majibu. Kwa kweli majibu yenu yalitupa faraja sana. Na katika barua ile kuna vitu vya msingi sana ambavyo mliviorodhesha. Kwa
Kwa hiyo vile vitu na sisi pia tulivipitia kwa umakini wa hali ya juu, na kila kilichoandikwa mule sisi tumekikubali na tumekiafiki, na ndio maana mimi leo nipo hapa. Sawa kabisa. Ni kweli kwamba kwa ajili ya kuzungumzia hilo jambo, lakini bwana Mshindo hatujaelewa bado umekujaje. Ninaposema kwamba tumekisoma, tumeelewa, nilimaanisha kwamba nimekuja jumla, nimekuja kamili kabisa. Kwa kifupi mimi leo nimekuja kumaliza kila kitu. Sijui tu kwa upande wenu nyinyi. Uko sawia, sawa bin sawia. Basi kama niko sawa, sisi hilo fungu tumeliandaa. Hili ndio lile fungu letu. Bwana Mshindo. Jamani, mzigo ndio huo. Nimeuchukua kwa mikono yote miwili. Je, tuufungue? Baba mdogo bwana, tutaufungua tu baadaye. Sawa sawa. Tunawaamini. Na kweli. Okay, cha kuongeza kingine ni kwamba shakuwa ndugu na mimi sina la nyongeza. Na kutakia maisha mema na huyu mpyo. Ina maana hata sasa hivi tunaweza kuondoka naye, si ndivyo? Hayo nafikiri tutamaliza baadaye. Okay, nafikiri ningewaandalia wageni chochote kilichokuwepo kujifunza. Tunamshukuru Mungu, mambo ya Dora yamekwenda vizuri. Kila kitu Mwenyezi Mungu amesaidia, kila kilichopangwa kimekwenda vile vile. Sasa umebaki wewe. Unatakiwa utulie, upate mume. Na hasa ukizingatia hichi kipindi kigumu, unatakiwa uwe makini. Unataka kuniambia KB ameshatoa pesa zote nilizomwambia? Kalipa pesa zote. Na kesho anasafiri. Akirudi tu anataka kuandaa sherehe. Na sherehe yake kashasema hataki mchango wa mtu yoyote. Na watoto watapewa kadi za mwaliko. Hayo mnaongea ya kweli au mnaongeza chumvi? Sitii chumvi wala sitii ndimu. Ukweli ndio huo. Na leo toka asubuhi kaondoka na Dora. Sijui ameenda wapi. Ina maana Dora ameshawahi kufika nyumbani kwa KB? Hajawahi. Unajua KB ni mwanamume ambaye hakuwa na papara. Na kweli yule kaka alikuwa haswa ana shida ya mke. Kwa nini nasema hivi? Ila kuna kitu mimi hata simuelewi vizuri ya KB. Nahisi yule kaka ana pesa. Alafu ni mtu wa kusafiri safiri. Nisemeni ana pesa tu, kumbe mtu mwenyewe muongo tu. Tapea anakuja kwa anajikweza. Mnajua na yeye. Tuache mwana mambo yao. Cha msingi zingatia hilo nilokuambia, sawa? Mwambie kitu da Brenda. Naweza kumpata mchumba. Yaani ninavyokuambia nipata mchumba. Mwanaume wa ukweli. Mwanaume kaenda hewani. Mtoto of caste. Bwana sikiliza. Ujue hapa tunaongea vitu tuko serious. Hayo mambo ya masiala yako hayo huko. Mimi niko serious. Yaani nimepata mwanaume. Ninavyokuambia kwanza hana shida. Upo. Baba yake ana hela. Yeye mwenyewe na makampuni. Gari analoendesha. Nakwambia mwanaume wa ukweli. Asante Mungu. Na hivi ninavyokuambia atakuja kujitambulisha. Sisi hatuchangishi, yani kwanza hatutangaze harusi yetu. Tunatoa kadi tu. Naonaje inachelewa hiyo siku? Ukoje kwa juu harusi yetu tutafunga. Sikufiche Mungu wangu, una bahati. Mimi nimebahatika na una bahati pale. Sema lakini maisha popote. Mimi ninachoshukuru kwamba wadogo zangu wote nimepata waume. Hicho ndio ninachomshukuru Mwenyezi Mungu.
Kwa hiyo amesema atakuja kujitambulisha. Atakuja bila somo. Kwanza yani akiingia pakani ni mahela tu yani. Usiniambie nakwambia hiyo. Yani hakuna shida. Naionaje inachelewa hiyo siku? Yani madola. Natamani kama ingekuwa leo pia. Tambua saa hizi sio asubuhi. Saa hizi ni jioni kabisa. Njoo. Karibu sana. Yes. Boss, the beautiful. Yeah. Kono? Yeah. Najua utakuwa na maswali mengi sana yanajiuliza Yes. katika kichwa chako. Thank you. Hakuna siku hata moja uliwahi kuniona nikiwa na mwanamke katika hii nyumba. Yeah. Lakini leo nimekuja kukutambulisha mke wangu rasmi. Wow! Boss, yani hapo mtu umepata. Yani huyo hata kutembea naye mtaani. Kutembea naye mtaani. Watu wanasema kweli umepata kitu. Yani yuko fresh, yuko natural. You are welcome to the big house. Ana utani sana. Anaitwa Mkono. Yeah. Mkono, mke wangu mtarajiwa anaitwa Dora. Thank you. You are dollars. Karibu. You are welcome to the big house. Anytime. Ndani. Nimefurahi kuona, naomba nipeleke Nikupeleke wapi tena? nyumbani. Dora, tuache utani. Nimekuja ili nije kukaribisha rasmi katika nyumba yangu. Sasa vipi tena uondoke uende nyumbani? Nimefurahi kuona nyumba yako. Tayari, naomba nipeleke. Sasa kama umeshafahamu lakini hujaingia ndani, umeishia nje. Situkae You tuzungumze. lying to me. Sisi ndio umesema hii leo lazima. Hii shati sije kukununulia. Hii suruali sije kukununulia. Madam, you are no disturbance. Tulia. Yeah. Kwa nini umendanganya? KB, hii nyumba ni ya nani? Sikiza. No. Kwa nini umendanganya? Naomba samahani kwa hilo. Naomba nikuulize swali. Hapa ni kwa nani? Hapa ni nyumbani kwangu. Kwa nini umendanganya? Kwa nini umejifanya unazoa taka? Nina maana nyingi ndio maana nikawa nadanganya. Mama nyingi. Sitaki. Kumbe ninaishi na mwanaume muongo, si ndio? Sio hivyo. Sitaki. Naomba kwanza unisikilize. Nipe nafasi japo dakika moja. Dora, please. Mkono. Yes. Naomba kaendelea na shughuli zako. Endelee. Yeah. Nisikize Dora. No, ongea huko. Nisikize, nakuomba unisikize. Sio okay na kusikiliza. Nimekudanganya kwa maana nzuri tu. Tena kwa faida kubwa sana ya kwangu mimi na ya kwako. Kwa nini unafanya watu watoto? Sikiza dia. Faida yenyewe mimi nilitaka mpenzi wa kweli. Mpenzi ambaye atakayenipenda katika maisha yale. Mpenzi wa kweli ambaye atakayenipenda katika mazingira yale ambayo unaniona wewe. Lakini kiukweli mimi siko hivyo. Mimi nina maisha mazuri na kila kitu katika maisha haya. Hii nakwambia ni nyumba ya kwangu. Kweli sikungopei. Nyumba ya kwangu, gari ya kwangu. Na huu unamwona hapa pia ni mfanyakazi wangu. Tazama ndugu yako hakuweza kunipenda katika maisha yale. Lakini wewe uliweza kunipenda. Lakini nilikuwa na malengo yangu, sikuwa kama nina dhamira mbaya kama unavyofikiria. Naomba unielewe. Tambua wanawake wengi walikuwa wanapenda wanaume wenye pesa. Sasa mimi sikuwa nataka mwanamke ambaye anapenda pesa. Nilikuwa nataka mwanamke ambaye atakayenipenda mimi nikiwa katika mazingira yale. Si vinginevyo. Ndio. Kumbuka pesa ni mapito. Pesa ninayo, nyumba ninayo na kila kitu. Lakini nilikuwa sijapata mpenzi wa kweli. Nisamehe Dora.
vizuri. Huyu ni sister wangu anaitwa Brenda. Niko naye, nampenda sana 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 sana. Yaani na matatizo yangu, nikitaka ushauri, yeye ndio mtu wa kwanza kumkimbilia. Na Brenda, huyu nafurahi sana kufahamu. Na mimi nimefurahi sana. Naitwa Steve. Mimi naitwa Brenda au Mrs. James. Unaolewa? Niko katika ndoa. Okay. Naamini kuwa katika ndoa ni jambo la heri sana, na Ni kweli. natumai utaitunza ndoa yako na itaenda kama inavyotakiwa. Na mimi natarajia Bila shaka. Tuko katika maandalizi na muda sio mrefu kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Ndio chaguo lako. Nzuri huyo. umeona kitu? Kando unaanza kujua unaongeza chumvi. Bonge la Hisamboi. Nieleze nini Panda. Wewe nilikwambia wachana na mimi au? Mimi sio mpenzi wako, usiniite mpenzi wako, mimi sikujui. Mimi kwa nataka nikumege tu nikuache, ndio hivyo. Sina mpango na mimi siwezi kuwa na dem kama wewe kwa sababu mimi nzuri kuliko wewe. Kwa hiyo kama vipi nikuotezee? Yaani na hii namba hiyo ndio mwanzo na mwisho kunipigia, sawa? Mimi ndo Steve. Chapa ilali. Yaani da Brenda, yaani sitaki kujua harusi yetu itakuwaje. Nimelenga. Si unajua tena. Mimi mwenyewe mzuri, kwa nini nichague mwanaume ambaye siendani naye? Yaani ni mzuri, sijui tabia yake. Samahani shikaji. Najua tena simu zinaingia mara kwa mara. Sijali, kawaida. Na biashara mwangu. Mimi nashukuru kufahamu, maana niko nakusikia tu. Nimefurahi sana leo. Umemwona mama kijacho huyu? Si muda mrefu tunapata kibaby. Wewe hujatulia. Da Brenda. Nitafurahi sana ili. Hello. Naam boss. Naomba nipatie kama dakika 15 boss, nitakuwa nimeshafika. Okay, sawa, nimekuelewa. Asante sana. Wampigia simu na anahitajika ofisini sasa hivi. Yaani kwa bahati mbaya sikupenda itokee hivi, lakini natumai tutafuta some other time tukae tunajua familia na pesa zipatikane bila kufanya kazi. Tuacha kufanya kazi, sawa? Basi shemeji yangu, acha mimi niwahi. Haya, hamna tatizo. Tawasiliana na tutazidi kuonana. Sawa, tuko pamoja. Na nimemwachia tu huyu dada account na nyinyi mtaendelea kuwepo na tawahudumia. Tunashukuru sana. Okay. Asante. Take care. Mtoto umemtoa wapi? Napita nachagua da Brenda. Yaani nalengaga pale pale. Huyu Mwarabu au? Baba mzungu, mama Mswahili. Sipati picha mtoto wenu atakuwaje. Sasa mtoto wa ukweli, yaani wa ukweli. Sio huyo mzee wa matakataka wenu huko. Mema. Wala sio maneno ya kusema wewe. Na usilolijua sana usikuagiza. Hamna tanzo hata. Una lolote namtetea. Ipo siku utayajua na utayaona.
Unajua Steve? Yeah. Leo nilikuogopa sana ndugu yangu ulipotokea. Kwa jinsi ulipotokea. Unajua hapo mjini bwana, mjini mipango rafiki yangu. Asikwambie mtu. Mipango gani? Mipango gani? Maana nilikuogopa nikasema bwana basi sioshe gari bwana. Maana ulikuwa bing hata mimi nikakuogopa bwana. Nikataka kukwambia bwana basi sinoshe bwana, kumbe wewe bosi mkubwa rafiki yangu hapo unaosha magari. Unajua? Dada mmoja hivi. Muona nini? Nikamdanganya kama mimi bwana ni bosi ofisi fulani na majumba na magari. Nikamseti mwanangu mmoja akanipiga bling fresh. Kanipo usafiri akanitia mkwanja, tutoka ingia chini. Msomo bwana. Bwana mtoto na mwinda. Hali ya sasa unajua na mambo ya msingi anachokuwa ni mambo yako yale ya mademu. Sasa hizi basi. Mambo yako yale ya mademu ndugu yangu. Msikilize. Niache nimalize. Alafu ndo uanze kuongea. Sababu hujajua wapi mimi naelekea. Sawa kaka. Kaka kuna mtoto na mwinda. Kaka mtoto mkali. Yaani wewe mwenyewe ukimuona lazima ukubali kwamba kumbe ndugu yangu alikuwa aongee kimasiara, alikuwa anamaanisha. Sasa mpaka nisaidie. Ndio sikilize. Unajua mtu akishakuwa matawi lazima nawe muingie kimatawi. Sawa. Kwa brother mimi nahitaji unisaidie gari. Brother unisaidie nguo. Na kiasi kadhaa cha pesa. Nguo gari utapata. Sasa pesa sisi hasa kama matumizi kwa wanawake. Yaani brother chini wako kunitosa mimi rafiki yangu. Sasa hujaniambia utajishi ngapi kama ndio unataka hela. Sasa sikilize basi. Maisha yenyewe unayajua ya Tanzania. Mimi na wewe tumetoka wapi? Sawa pamoja na lakini mimi na wewe tumetoka wapi rafiki yangu? Leo hiyo mimi kuninyima pesa kadhaa ambazo wewe kila siku unaingiza rafiki yangu. Wewe kwa mambo safi niambie uko na rafiki ngapi? Laki mbili tu. Laki mbili sisi. Laki mbili Steve ni nyingi sana. Labda nikupe laki na nusu. Fresh basi wewe itasaidia. Mambo mengine vipi? Hayo tutaongea baadaye. Tufanikishe hili kwanza. Basi poa, tuanze home nikakuona. Mashati makali nini? Mashati makali nini? Gari kwa gari nataka kupiga gari hivi. Fresh. Mafuta fresh. Mafuta yako. Kwa hiyo tukikwambia mjini mipango inabidi unielewe. Sasa mbona umepata tabu kiasi hicho? Kwani usimwambie ukweli? Mwanamke wa sasa hivi bila kumdanganya yeye ndio. Mwanamke wa dunia sasa hivi nakwambia kweli. Nyie shukuruni mna maisha mazuri, mna magari, mna majumba, mna familia, mnaishi fresh lakini sio kwa sisi wala roho hii. Ungemwambia mimi mwanamke siwezi kumwambia mimi naosha magari akanikubalia hata siku moja boss. Nakwambia. Sikia bwana. Ukinikuta niko kazini napiga mzigo kweli. Lakini kichomoka hapa. Nani sitotaka mimi nionekane na watoto wazuri. Mimi pia napenda kuwa na watoto wazuri. Kwa hiyo lazima napiga mingo zangu, napiga mipango yangu, wanaingia kingi. Kama kawa utatukuta mzigo. Jaribu kuwa mkweli ndugu yangu. Unapompenda mtu mwambie bwana mimi nafanya kazi hii. Kwa nini uogope kuitangaza kazi yako? Sababu hii ni kazi, uibi. Sawa. Hakuna kitu kizuri basi katika dunia hii kama ukawa mkweli. Sababu ukweli mimi nikwambia ukiwa mkweli utaishi mahali popote. Sababu tu unafikiria kweli angejua ni hali yangu hii naosha magari rafiki yangu ile mtoto mimi ningemtia mkononi. Inategemea kwa nini usimtie mkononi? Usio unafanya hivyo ndugu yangu utakuja kujaibisha siku nyingine itatokea matatizo bure la. Na rafiki yangu asikudanganye. Wewe vile tu rafiki yangu Mungu akujalia huko maisha yako mazuri lakini vipi? Hamna kitu sio kwetu sisi. Hamna. Kwa wewe mteremko sio kwetu sisi. Wasiwasi wako tu kaka. Sisi tunaumia sana. Kaka wasiwasi wako tu. Lakini mambo yangu sio mabaya. Na kukubali. Okay. Nimekwambia nyuma ya BP. Nyuma ya BP hakuna siku moja ulipita ukanikuta kuna sehemu naosha magari. Pale unaposha magari pale ndio utanikuta hapo nipo. Njoeni mimi nitawapeleka hamna tatizo. Mnakaribia? Sawa.
naye. Basi ngoja. Steve! Steve! Basi unipitie basi huko nisondoke sababu ninasema nataka niwaje. Vipi? Njoo nipitie ufupi, haina neno kwa sababu nataka niwaisha mara moja. Haina neno, njoo nipitie basi mara moja. Macho yangu au Steve? What Steve? Kumbe wewe ni muongo Steve. Mama, kumbe wewe ni mosha magari. Unajifanya unakuja kwangu una pesa, kumbe wewe ni tapeli mkubwa. Unazima nguo. Hivi Steve, mimi sinaongea na wewe. Kumbe wewe ni mosha magari. Steve! Watu unajifanya una hela wewe. Watu ulijifanya kwenda matajiri, una magari. Steve, naongea na wewe. Kumbe wewe ni tapeli mkubwa wewe. Steve, naongea na wewe. Mimi naongea na wewe Steve. Mimi naongea na wewe. Naongea na wewe. Wewe, Nema, ngoja. Kumbe ni mwanaume suruali. Ulikuwa unajifanya eti unanijana magari. Kumbe oh my God. Wewe uone taibu. Kazi yako kwa unazima nguo unakuja kwangu unafanya. Vipi nyinyi? Sikia boss nikwambie. Wewe ndio ule mchumba ambaye alikuwa anakuja kunitapeli. Mimi sikuwa na mpango na wewe. Una mpango gani? Mchezi. Wanafikiri mimi nitakuwa na mwanamke kama mimi nilikuwa nataka kumega tu na kuacha. Ulikuwa mmega nani wewe? Mmega nani? Wewe muongo mkubwa, kumbe maskini mkubwa. Achiache. Ngoja. Wewe vipi? Mbona hivyo? Nema. Unapata gani wewe? Ingia kwenye gari, ingia kwenye. Utaishi kuosha magari hivyo hivyo. Nema, naomba tuheshimiane. Nema, naomba tuheshimiane. Sawa, hebu ingia kwenye gari. Ingia kwenye gari. Nilikuwa nataka kumega tu. Mtende, ingia kwenye gari. Wasifu. Sifu. Vipi tena? Kuna kelele ya mambo yanakuwa kuingilia kazini kwangu bwana. Sasa kuingilia kazini kwako wewe mambo unafanya sio unajaribia. Sema angalia sasa mambo na kumwacha. Unajaribia mambo mengine bwana. Na kumega na kumwaga.
Sijui kwa nini nawe unashindwa kwa muda. Sio kwamba sio sikielewi. Simu yako mzima? Mbona Neema anakuja kwako? Hello? Neema? Hello? 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 Ongea. Basi kama ongea acha. Oho, anapiga tena. Hello? Ongea. Kama ongea kata. Leta. Shana naye. Sikia. Nina marafiki wengi sana na wanahitaji na wao waje kusherehekea shughuli yangu. Nimeshasherehekea shughuli zangu nyingi sana. Sitakuwa tayari mimi shughuli yangu niwe mchoyo. Sija kukatalia. Mimi hata mimi rafiki zangu wanataka. Ila nafikiria wewe unasafiri kwanza. Pili tuanze mambo ya vikao huku mchana. Hakuna kikao. Hakuna sijui kukutana, hakuna kamati, hakuna kitu chochote kitachofanyika. Watu watapewa kadi tu. Ondosha. Nitakuachia pesa zote za kadi. Nitakuachia baadhi ya pesa kwa ajili ya kwenda kuzuia ukumbi, music na kadhalika. Sawa mpenzi. Nitapooza. Nivumilie wiki moja tu mpenzi. Wiki moja, wiki mbili nimesharudi. Sasa tatizo liko wapi? Nimeshakuzoea, nitapooza. Najua nitahakikisha kila katika dakika 5. Basi dakika 4, dakika 3 na kukumbuka wewe. Neema. Neema, basi acha kulia, niambie kuna nini? Neema. Neema. Okay, niambie basi. Niambie. Maisha yanavyokuwa. Sawa. Hebu usilie. Ndio nakuchukua maji, sawa?
Kunywa maji kidogo Neema. Kunywa maji kidogo. Sile kwa nini nilimkataa Kendi? Yaani hayo yote ni mapango ya Mungu na mambo yameshapita. Mambo Neema. Siwezi kuwa na mwanaume suruali. Mwanaume suruali? Namaanisha hivi, kipofu hawezi kumuongoza kipofu mzima. Umenielewa? Sijakuelewa mimi bado dada. Karibu siku mwema na wewe. Umejishaua sura. Sura kwa yenyewe imechuna, unajua unaogopa. Mimi Niambie mama. Nimetoka zangu huko. Uweze mekani kwa najua unakuja nimetengeza juice ya ukwaju. Naomba ninywe sasa hivi yani. Kitendo bila kuchelewa. Na kiu bala. Nilijua tu kuizoesha vibaya si hata mmeomba napenda juice gani lakini ataipenda wewe ukwaju. Umeona eh? Karibu mamake. Ni mmoja tulia hujapita hasa. Mambo mengine anasemaje? Mambo mengine. Kweli. Mimi naonekana unazidi kupendeza. Unazidi kung'aa. Nimekutana na Irene Dauka. Kile yule umemata kwa dada. Hata yani kimekuwa kibonge. Huwezi kuamini. Mungu wangu amenipaje? Hebu niambie. Yaani, tena amenipa namba yake. Kweli? Ameshaolewa au bado? Ameshaolewa bado. Atachukua namba yake hii. Umpigie maana ni mashine. Mungu wangu, simu yangu nimeacha ndani muda mrefu. Unajua da Brenda alikuja. Mmoja kwanza nitafuata simu hapo.
Shabai kale katoto kanachekesha vibaya. Unajua nilikuwa nacheka. Shembe. Hayupo bwana. Kacheka. Atarudi. Na yule achelewe. Niambie mambo mengine. Anaboreka. Kwa nini? Nyumba kubwa hauna mkaa naye. Kubwa. Ushazo kunipelekesha wewe. Watamani nirudi. Niambie. Umaliza kwanza juice yako hiyo. Yaani namaliza tunaondoka. Na appointment yangu huko. Au ndio ushakuta mchumba. Neema, suka mpaka jioni. Mbona kwa nyumbani? Neema, haujai kushinda kuongoza siku moja. Dora, hapa nyumbani mimi nitakuwa nakuja muda wote ule. Kweli? Na haraka, yani na appointment moja hiyo. Nikimisi nitakuwa balaa. Unajishauri tu. Haya. Mimi sikisha nje nimechoka mama. Bye. Out in the house! Out! Go! Kidogo, kuna mahali kwa mama, kuna mahali. Wanaenda huko. Kasibani. Ugome. Matatizo gani? Unaona? Mimi nilikuwa nacheka. Baada ya kufika nikamwona anakuja. Nikabinuka hivi sawa. Umeona? Nikaclaw.
Nikamtai mingi hivi. Akaja akaninyata. Nani? Akafungua geti. Dada akakimbia kule. Dada gani? Yaani alikuja kama ngiri. Nani yule alokuja ni nani? Dada kakimbia dada. Dada kunichanganya jamani. Dada kakimbia dada. Dada gani alokimbia? Dada huyu dada mtu akaka kakimbia sijui ameendea wapi. Dora. Ndio. Kanda. Kaja. Amekuja mfano. Unajua wewe, mimi sio mtani wako, umesikia? Kakimbia. Kakimbia kaenda hapo. Hebu nieleze vizuri nikuelewe. Amekuja. Mimi nikajua ngiri. Kakimbilia wapi na ilikuwaje? Hebu basi tulia unielezee nikuelewe. Maana hivyo unakufanya mimi hata naona unanichanganya tu na mimi nipagawe basi. Nakwambiaje? Amekuja. Mimi nikajua ngiri. Amekuja katokea wapi? Katoka ndani ndo kakimbilia nje. Muone kuchafuka. Hujui alipoenda? Sijui. Tukamtafute mama. Mama kazi sina nini mama. Nitamwambia nini kaka? Nitamwambia nini mimi kosa hili? Sina kazi. Twende mama, twende. Akirudi kaka. Blaza. Kakimbia blaza. Yani, hapa flat screen ikija. Mimi ndo Sterling. Hapo kwa tali yani. Tali. Huko kama kilima, mimi ninawapa zawadi. Mimi najua kupiga. Nikianza kupigana. Ukinigusa ndakunyang'anya ndakurusha huko. Hapo nikikurusha. Kwanza baba yake mnene, mama yake mnene, wote wanene. Na yake nitakwambia. Akienda huko amkuta ndugu yake. Mimi hapa siendi. Akienda huko akimkuta ndugu yake amchukue. Hapa siondoki kwa nini? Kwa sababu mimi sitakumuona ndugu yake. Huyo Grace anajifanya yeye nyampala. Umeelewa? Mimi hapa ndo nyampala. Nikienda pale nalala pale pale, nikiondoka nalala pale pale. Mimi hapa ndo nyampala. Halali kitanda kimoja watu wanne, hawalali. Wote kitanda kimoja watu wanne ndio mama mmoja na ama. Kwanza hapa wakienda lazima kaenda kwa wapandisha hapa juu. Wakipandisha ndio ngoja niwafuate huko. Mimi naambia huku lazima niwafuate. Huku njia hii hapa. Mimi hapa tabia. Wewe hapo. Wewe hapo. Wewe Batulshaibu. Wewe sijui Wewe si umeenda. Na mimi nakuja huko lako silipisikie mchanga. Tio. Kwenye uko Halimi. Mbona mimi tisha kakimbia. Sasa mimi nifanyeje? Nilie? Wengine si machozi yetu yako mbali. Mbali mdogo wangu mimi. Sijui uko wapi. Hivi Neema. Unajua mimi sikuelewi. Sikuelewi najua. Sasa unanielewa. Hivi mdogo wangu Dora angekuwa na roho mbaya, ungekaa nyumbani kwetu wewe? Siku zote unaishi na Dora, leo hii wewe wakuwa hivyo. Unakosa fadhila. Mdogo wangu mimi angekuwa na roho mbaya tungekubali ukakaa nyumbani kwetu wewe. Sasa mimi nifanyeje jamani? Wengine machozi yetu yako mbali. Mimi binadamu wafadhiliki. Umesahau fadhila zote tulizokufadhili, si ndio?
na mpaka leo hii bado unakaa kwetu, lakini huna hata wasiwasi kama vile Dora hajapata tatizo. Sikujua kama ndimo na mbaya kiasi hicho. Yaani ujishughulishe, umeniacha mimi peke yangu na pengo mwenyewe. Hata mamangu angekuwa hai, baba yangu wametuacha wawili, wanaitika na wapi? Ndugu yangu. Hiyo nakuja. Usiniambie kwa Dora amekufa. Dora amekufa? Hayupo. Kenda. Mkono. Mkono. Ilikuwa wapi Dora? Kakimbia. Ilikuwaje mpaka akakimbia? Nini ulichomfanya mpaka akakimbia? Nini? Unafanya kitu iweje ondoke? Iweje ondoke? Imekuwaje mpaka kaondoka? Utaki kunijibu? Hujawahi kuniona hata siku moja na kukarikia. Na hujawahi kuniona hata siku moja na kufanyia kitu cha ajabu. Leo utanijua mimi ni nani. Sikiliza bosi, angalia. Mimi hapa niko pale kwenye garden. Nacheka. Nikamwona anakuja mbio. Nikabiruka sawa kasi. Umeona? Nikapiga msamba hivi. Hata kuniletea habari za ajabu. Ongea kitu kinachoeleweka, unaniletea hiki. Sio wakati kuleta mambo yako ajabu hapa. Kaningata hivi. Baada ya kuningata akakimbia nje, tukaanza kukimbizana kwenye matope huko tumemshika. Akungata bila sababu. Lazima kuna kitu utakuwa umemfanyia, ndio maana akakungata. Sikufanya chochote. Hata ningepotea mimi kidogo akabaki. Peke yangu. Wewe ndugu yangu. Sikia Brenda. Kaa hapa na kulia. Sio kutafuta suluhisho. Kinachotakiwa sasa tufanyeni mpango, tutokeni tukajua wapi pa kumpata. Tamwona wapi? Twendeni tukajua wapi pa kumpata sasa Brenda. Twendeni hapa utalia na mimi utazidi kunionyesha mwisho unapata sina nguvu za kusimama. Pita! Njoo! Pita! Namdharau trafiki. Namdharau trafiki. Sasa unamdharau trafiki. Namdharau trafiki. Namdharau trafiki.
Unamwangalia nani? Unamwangalia nani? Mwangalie kwa. Tuvuka pipa. Tukabalani. Unatukabalani. Mwangalie. Huyu hapo huyo ghafla si screen unatukabalani na wewe. Na wewe unatukabalani. Subiri sasa. Yule mweupe mweli yule. Hapo mweupe kama pai. Wewe ndugu yako. Ndugu yako maskini wewe. Mwangalie yule pale amekula sana, tumbo lake limekuwa kubwa. Mungu wangu wewe. Maskini. Wewe unafurahi? Hivi kama si James kumokota huyu, unadhani ungekuwaje? Hakuna haja ya kukaa kila wakati kulia. Najua kama inauma. Wewe mdogo wako, tambua na mimi pia ni mke wangu. Najua kama unasikia uchungu. Sio kama sijui. Lakini tupige moyo konde. Tukae, tufikirie nini tukifanye kuanzia hivi sasa. Sio kukaa kulia. Kulia sio solution. Alafu kuna kitu ambacho kinanishangaza sana. Kuhusu daktari aliposema kule ndani. Daktari amezungumza kuwa wamejaribu kuchukua vipimo vyote, lakini hakuna kitu ambacho umeona. Sasa imenishangaza sana. Sijui ni kitu gani ambacho kimemkuta mke wangu. Sijui. Na vipi kuhusu huyu ndugu yenu huyu? Mbona haonyeshi kujali? Anaonekana yupo tu wakati wote anachezea simu. Ni kitu gani ambacho kinaendelea? Sielewi. Meji. Mama sio ndugu yetu. Mama sio ndugu yetu. Na ndio maana anachungulia dola. Mama nilimokota tu mimi na kumsaidia. Na kwa kuwa nyumbani nilikuwa nikiishi mimi na mdogo wangu Dora, nikaona sio vibaya kama tutaishi naye. Na nikamchukua tukawa tunaishi naye mpaka mimi nilipoolewa, nikamwacha naendelea kuishi na Dora. Lakini bado haijalishi. Kwa nini siwe na uchungu? Binadamu ana fadhila shemeji. Ana huruma na Dora. Sawa, sasa sikia. Tuachane naye. Najua yeye sio msaada kwetu sisi kuanzia hivi sasa. Lakini nikuulize kitu. Katika familia yenu, labda kuna asili labda ya kupata uchizi, tupiga makelele kama hivi katika familia yenu, au yeye huyu Dora alishawahi kugua uchizi utotoni? Je, huyu Dora kwanza namuona Dora mimi. Unataka kuniambia hata utotoni hajawahi kugua wazimu hivi? Dora hajawahi kuumwa hata siku moja. Hajawahi kuwa na akili. Mimi nafikiria tungejaribu kumrudia Mungu. Ninakuhukumu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni mara moja. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Hamna, hamna. Toka kwa jina la Yesu. Hamna. Toka kwa jina la Yesu. Niachie, hamna. Hamna, Toka. sitoki. Utatoka. Sitoki. Toka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka. Sio mwenyewe sitoki. Utatoka. Neno la Mungu ni moja tu. Utatoka. Sitoki. Na neno la Mungu ni amina na kweli, utatoka. Sitoki. Toka kwa jina la Yesu. Sitoki. Ninakuhukumu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Simu. Asante Bwana Yesu. Ninakushukuru Mungu. Maana Mungu unaweza. Asante kwa siku nzuri ya leo. Ninakushukuru Mungu maana wewe ni mwema kwa wanadamu.
Asante Mungu maana umetenda kitu cha tofauti mahali hapa Bwana. Asante Mungu. Dora, mimi nani? Mimi nani? Ninakuinua maana wewe ni asante. Sirika. Mimi hapa. Nimetoka. Dora ndio. Kebi. Ayangu. Ndio. Kebi. Toka. Dora, achi. Mama. Dora. Kebi. Mimi hapa ndio. Mimi hapa. Nimetoka. Kebi. Mama. Ndio. Kebi ayangu. Anyoe. Kebi. Nishike mie. Naomba unisamehe na Brenda. Ishia huko. Sirudi tena na Brenda. Nishakusamehe. Kabebe vitabu vyako vyote. Ondoke. Unaenda tena ukai. Tenda wapi mimi? Utajua mwenyewe pa kweli. Tazalilika mimi na Brenda. Leo ndo unajua kama watu huwa wanadhalilika. Ulipomdhalilisha mdogo wangu, akaenda majalalani kuokota makopo, kuokota manini, ukoona kama anadhalilika, si ndio? Naomba unisamehe dada yangu. Dora. Leo unamjua Dora. Sasa machozi yako magumu kutoka leo tena. Dora ndugu yangu naomba unisamehe. Brenda naomba unisamehe. Dora. Naomba unisamehe Dora. Naomba unisamehe. Kwa mazuri yako. Dora naomba unisamehe, niko chini ya miguu yako Dora. Mtakaa wapi mimi Dora? Dora. Naomba unisamehe Dora. Shetani amenipitia Dora. Shetani kanipitia Dora. Shetani alinipitia. Shetani alikupitia. Hata sasa hivi anaweza kukupitia tena ukamfanya mtu mwingine. Nakupenda Dora. Shemeji yangu naomba mwambie Dora anisamehe. Sikiza Dora. Unatakiwa ukumbuke ulipotoka. Unatakiwa ukumbuke mlikuwa vipi. Jaribu kurudisha moyo wako nyuma. Alikuwa ajua litendalo. Taumbuka mimi. Taumbuka. Dora. Asante. Nakupenda. Nakupenda ndugu yangu. Asante. Sirudi tena Dora. Umesamehe. Asante. Mimi napenda nisamehe. Mimi napenda nisamehe Dora. Mimi napenda nisamehe. Mimi napenda nisamehe Dora. Napenda naomba unisamehe. Napenda naomba unisamehe. Napenda naomba unisamehe.
Brenda nawapenda. Tenda wapi mimi? Na Brenda. Najua jinsi gani unaumia kwa ajili ya ndugu yako. Najua ni machungu mangapi ambayo umeyapitia. Lakini tambua kweli unataka. Sisi ni binadamu. Amini hakuna binadamu aliyekamilika. Binadamu hatuko sawa. Na binadamu tumeumbwa wenye makosa. Ni kweli makosa. Lakini mpaka kufikia hivyo, jua kuwa amejirudi. Hebu turudisheni mioyo yetu nyuma. Sikiza. Sawa, nisikize. Hao ni maandiko. Sio hivyo. Ikiwa Mungu mwenyewe anatusamehe sisi waja wake ikiwa tumekosea, iweje wewe ushindwe kumsamehe kwa kosa ambalo ukamtenda ndugu yako? Mimi najua Neema alikuwa mtu. Neema nimeishi naye kama mdogo wangu. Sikuweza kumbagua Dora na Neema. Wote niliofanya kitu kimoja. Najua. Hata wewe mwenyewe ulishindwa kuelewa kwa muda mrefu kwamba Neema sio ndugu yetu. Ni kweli. Hivi yeye afanye Dora hivyo. Ni kweli. Lakini ndio ilishatokea. Hakuna jinsi. Mungu hapa sasa hivi ni kusafishana nia na kuwekana sawa. Basi. Na kusahau yale yote yaliyopita na kuanza moja. Mungu anatusamehe sisi waja wake. Mangapi tunamkosea Mungu? Mangapi tunamkosea Mungu? Wewe binadamu mwenzio. Wewe unafanya hivyo Neema. Kwanza moja. Basi. Yameshakwisha. Steps, kila siku hatua moja mbele. Steps, we take one step ahead every day.